Oh Bwana, oh twasema hakuna kama wewe Yahweh. Oh twasema hakuna kama wewe. Oh tunakiri hakuna kama wewe. Oh twasema hakuna kama wewe. Ni kama wewe Bwana Yesu, hakuna mwingine. Wewe utoshaye duniani na mbinguni. Ni nani kama wewe? Wewe utoshaye duniani. Oh, ni nani kama wewe? Wewe utoshaye duniani. Oh, ni nani kama wewe? Ni wewe utoshaye duniani. Nani kama wewe Bwana Yesu, hakuna mwingine. Wewe utoshaye duniani na mbinguni. Ni nani kama wewe Bwana Yesu, hakuna mwingine. Ni wewe utoshaye duniani na mbinguni. Ni nani kama wewe? Ni wewe duniani. Oh, ni nani kama wewe? Oh, ni wewe duniani. Oh, ni nani kama wewe? Yesu, Bwana ni wewe, duniani oh tunakiri
Yesu, Mungu wetu hakuna mwingine. Ni wewe utoshaye duniani na mbinguni. Ni nani kama wewe, Bwana Yesu, hakuna mwingine. Ni wewe utoshaye duniani na mbinguni. Ni nani? Hallelujah. Hallelujah, precious people. We want to thank the Lord this evening as we are coming finalizing. I know the time is too much spent. Hallelujah. Let us clap for the Lord, blessed people. We want to thank the Lord so much, blessed people, today for this opportunity that He has allowed us to be in the house of the Father. I want to recognize the presence of the blessed overseers in the house of the Lord. Thank you so much, blessed overseer Emmanuel Robert, blessed overseer Jacob, and senior pastor Kea, and blessed overseer Collins Bet. I want to thank the Lord so much for this particular time. Let me just request you to have a seat. Those who are behind there, you can just move from in the front seats, please. Yeah. Then the technician, I want just to see maybe two people there. You can just come and have a seat. I'm being told that there is a special song. So we want to do it very, very fast. Only one special song. Then after that point, we are going to welcome the senior pastors and overseer to read for us scripture. Then our guests will finalize with us, blessed people. So let me take this opportunity to welcome the worship team to give a special song. Please, quickly, very fast. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We want to present this special song which says, Holy, holy, holy is the Lord. Thank you so much.
bow before His throne. He delights when we lift our voice in praise of Him. We were made to worship the Lord. We were made to worship the King. We were made to bow before His throne. He delights when we lift our voice in praise of Him. We were made to worship the Lord. Join me, sing holy. You are You are
You are holy. You are so very Lord, you are worthy, so very worthy. Unto you our praise we raise. One more time, you are holy, so very so very worthy. Unto you our praise we bring. Tell him, unto you our praise we bring. Unto you our praise we bring. Unto you, Lord, unto you our praise we bring. Unto you our praise we bring. Hallelujah. Thank you so much, worship, for such a wonderful, special song. At this juncture, blessed people, just want to welcome the blessed pastor, Pastor Kuria. You read a scripture, then you welcome Senior Pastor Care, then Overseer Bet, then Overseer Jacob, and finally we'll see to hear from the Lord through the blessed servant Overseer Emmanuel Roberts. So welcome so much, Senior Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Mbona watu wanakaa baridi baridi? Hallelujah vijana. Very powerful. So nashukuru Mungu sana. Asanteni sana, nashukuru kuwa miongoni mwenu. Wakati ndugu Hagai aliponialika, akaniambia ni brothers fellowship. Praise the Lord. Nikakumbuka jambo moja kwa Biblia, na hiyo ndio nitasoma alafu nitaketi. Nataka nisome Daniel chapter number 3. Danieli 3. Katika jina la Yesu, fungua pamoja nami Danieli 3 kuanzia mstari wake. Niruhusu nianzie verse 16 because of time. The Bible says, Daniel 3 verse 16, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter.
if we were thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. 9 verse 18. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude towards them changed. He ordered the furnace to be heated 7 times hotter than usual, and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent and furnace so hot that the flames of the fire killed the soldier who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. 23. And these 3 men, firmly tied, fell into the blazing furnace. The king Nebuchadnezzar leaped to his feet and in amazement and asked his advisors, were not there 3 men that we tied up and threw into the furnace? They replied, certainly, your majesty. He said, look, I see 4 men walking around in the fire, bound and unharmed, and the 4th looks like a son of God. Hallelujah. Sitaki kuendelea zaidi ya hapo, lakini wakati walinieleza kuhusu Brothers Fellowship, nikasikia nikana kwamba ni wachangamoto kidogo. Hallelujah. Praise the Lord. Hawa watu wako na baridi. Hallelujah. Nikasema kumbe wakati brothers walipopatana and they formed a brothers fellowship. Hallelujah. Away in exile, mbali na nyumbani. And when they formed that fellowship of brothers, the Bible says, ilifikia mahali adui akaamua kuangamiza. Hallelujah. Aka set up an image ili ya kwamba hiyo kusudi ya that fellowship adui aimalize. And then kusudi ilikuwa kwamba wainamie that hiyo statue. And then for them, because kumbe in their brothers fellowship walipokutana na wakakaa chini na waka fellowship, wali fellowship kuhusu jinsi ya kumhofu Mungu. Hallelujah. Wali fellowship kuhusu jinsi ya kumtumikia Mungu. Hakuambiana ndugu, umeona hiyo series ambayo imetokea? Hallelujah. Hawakuambiana hii maisha iko namna gani? Tunafaa tafute girlfriend. Hallelujah. Unaona, imewekwa wazi ya kwamba kumbe kusudi la fellowship yao kama brothers waliposhikana na wakaform that brotherhood, kumbe the intention was good, ya kwamba for us, we are going to serve the Lord, we are going to revere the Lord with our lives and to honor him as God. Na wakaamua ndani ya mioyo yao, no matter what, for us, sisi tutatumikia Mungu katika ujana wetu, because they were youth. Walikuwa vijana kama sisi. Hallelujah. Na kama nyinyi pia. Lakini wakati majaribu yalipokuja, hata ingawaje shetani alijaribu, kwa maana fellowship yao ilikuwa strong. Hallelujah. Ilibidi Yesu ashuke kutoka mbinguni to defend that brothers fellowship. Hata kama adui alitaka kuigonga na kuiharibu, anasema kwa sababu walitetea jina la Yesu mbali na nyumbani, mahali ambapo hakukuwa kanisa wangeenda Sunday service, lakini wakaamua watatetea Mungu wa Israeli. And for that, ilimlazimu Yesu aache enzi yake mbinguni,
utukufu na ufalme, akashuka kwa hiyo tanuru na akatetea wale vijana. Haleluya! Je, vijana wa JKUAT watatetea Yesu? Praise the Lord. Wakati kila mtu anang'ang'ana kuingia kwa dhambi, wakati kila mtu anataka kuwa fashionable, wakati kila mtu anataka kuwa entitled even in the church, je, brothers fellowship ya JKUAT, je, itamtetea Yesu? Hiyo ndio challenge ambayo nawaachia. Bwana uzima wabariki sana. Wale ambao wanijui, naitwa Senior Pastor Kevin. For the grace of the Lord, nachunga kanisa la Adhi. Bwana uzima wabariki sana. Wacha nirejeshe kwa I was to invite Senior Pastor Brian Kea. Karibu sana mchungaji mbarikiwa. Amen. Tumpigie makofi. Karibu sana Senior. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. I bless the Lord this hour ametusaidia kufika mahali hapa. Hallelujah. Wangapi ni wageni kabisa hapa? Wageni kabisa. Wacha niseme hivi. Ni nani jana tuko naekwa ibada hapa? If you are just there, you can just lift up your hand. Ama inua tu mkono wako. I want to appreciate you. If there is any. Wote tulikuwa jana? Ama kuna mtu mgeni? Thank you my brother. Just stand up. Yes. Wewe tulikuwa nawe jana? Simama tu, siogope. Yes. Hallelujah. Yeah, just come here because najua ni vizuri kushukuru Mungu sana kwa ajili. Simama tu hapa, usiogope, si ndio? Hata wewe songa hapa, si ndio? Let us clap Jesus for them. Hallelujah. Yes, mnaweza jitambulisha tu, si ndio? Nasema tu jina lako na tutabariki Yesu, si ndio? Usiwe na wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Job Wanjala. Jana ndio siku hapo la kubatizwa kwa hapa siku nyingine. Thank you. Asante sana Job, karibu naweza keti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Winners. Nimekuja na rafiki yangu hapa. Naitwa Winners. Amen, karibu sana. Yes, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Faris, mimi si mgeni. Mbarikiwe. Tuwapigie makofi. Hallelujah. Mimi ningependa kuwakaribisha sana katika ushirika wa leo. Kwa sababu ushirika wa leo ni ushirika ambao umeegezwa katika vinara vinne. Hallelujah. Kinara cha kwanza ni ya kwamba Mungu yupo na huyo Mungu anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kusoma John 14 inasema hivi. Do not be troubled in your heart. Trust in God and also believe in God and also believe in me. It is Jesus saying, in my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I'm going to prepare a place for you. The reason why we are here, all of us, is because now the mansions are ready. Your mansion is ready, Job. Your mansion is ready, my brother. But Jesus wants you to be ready to occupy it. Hallelujah. Praise the Lord. Anataka uwe tayari kuoccupy. Na ndio kwa maana wakati huu ametuma nabii. Hallelujah. Ametuma nabii na anamwambia ende waambie hii mansions iko tayari. Na ndio kwa maana ninafurahi wewe uko hapa kwa sababu mwishowe tutaendelea kujiandaa kwa ajili ya hiyo ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, I was to welcome my brothers first of all before I read the word. Hallelujah. So wengine msione ni kama ni watupa kando. I was also welcoming. So feel free, my brothers, to be in our midst. Hallelujah. Now, I said it's anchored on 4 pillars.
God, which is holiness, righteousness, integrity, hallelujah, and the fear of God. Hallelujah. Najua mimi nikiwa hapa nimezoea shirika za wana ndugu sana. Hallelujah. When I was schooling tukwanga na ushirika na mandugu, hata wakati nilimaliza niliendelea kukaa nao. Tuliendelea kukaa pamoja kama mandugu, but our goal was one. We must enter the kingdom of God. 10+ years after finishing kumaliza, tunatembelea nanga na kuuliza, wewe ndugu yangu bado uko kwa hiyo safari? Hallelujah. So this fellowship is not just here. It is a fellowship that will end up in the kingdom of God, to the grand fellowship with Jehovah Yahweh. Hallelujah. This fellowship, the aim is the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Kuria led here a scripture that about Shadrach and the 3 men, and what made them to withstand fire is the integrity. Hallelujah. Praise the Lord. As a fellowship of men, as young men in the house of God, my question to you is, do you have the integrity? Hallelujah. Because if you have the integrity, it doesn't matter the trials. No trial can surpass, can overcome the integrity of a person. No trial. Hallelujah. Hata wakisema sasa wewe wanakuweka kwa moto, wanaweka kwa moto hawa vijana, lakini because of their integrity, the Lord comes to defend them himself. Hallelujah. Let me read the book of Job. Hallelujah. I want us to turn the book of Job, chapter number 31. Verses 5. If I have walked with vanity, or if my foot has hastened to deceit, let me be weighed in an even scale, that God may know my integrity. Hallelujah. Praise the Lord. That God may know my integrity. Job is subjecting himself to a test. Hallelujah. That he has walked with integrity and is challenging anybody that has anything against him to stand against him and accuse him. But because of integrity, nobody can come. Hallelujah. Mimi nauliza, do you have that integrity? Praise the Lord. Because our country, even right now, you are in future, if the Messiah tarries, future leaders of the companies, whatever, cooperatives and all that. If you don't have integrity, we are going to have a leader whereby your department or your sector, people will be saying it is corrupt. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. And you know very well, if the Messiah comes in that situation, you end up in. Hallelujah. Job is saying something here. Let us go to the same chapter, but now we go to, I want us to go to verse 33, sorry. If I covered my transgressions as Adam by hiding my iniquity in my bosom, did I fear a great multitude? Hallelujah. Praise the Lord. Or did I contempt of families terrify me, that I kept silent and went not out of the door? Hallelujah.
Job is saying one thing. One thing that helped him to stand with the Lord, to have integrity, is repentance. That nothing in his heart, no sin was found in his heart, and he covered no sin. So as men fellowship, if you want to walk right, focus, you must kick away sin from your life. Hallelujah. Dhambi za kichini chini tuwache. Unajua vijana saa hizi tuko na shida. Vijana wako na shida kwa sababu tuko na shida sababu hii. Vijana wanataka kuwa matajiri, waendeshe gari gani ile kali sana? Range Rover, si ndio? Hallelujah. Wanataka kuendesha V8 ni kama mayai, imebeba kama mayai, si ndio? Praise the Lord. Nani mwanafunzi bado, si ndio? Praise the Lord. That pushes them to various situations. Number one, unapata vijana wameingia kwa wizi. Wengine ako hapa lakini ni shabiki mkubwa wa shetani mwekundu. Hata aliyekelea jana ikakunywa maji. Wako hapa vijana tu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Integrity. Praise the Lord. Because nimeona vijana wengi wako na shida. Mwingine anapewa pocket money yote, hiyo help hiyo yote kiingia hivi. Muhindi anameza yote. Sijui anagurumisha ndege gani ya hewa, sijui. Anagurumisha ndege, alafu hiyo ndege inaenda nayo yote. Hallelujah. No, these are things that munapitia, si kweli? Praise the Lord. Praise the Lord. Be patient with the Lord. Then let me just, as I was just to read a scripture and sit down. But blessed, just give me 2 minutes or 5 minutes if you won't mind, and I will appreciate. I will not read, but go to the book of Genesis, chapter 40, chapter number 39. And I want us to read just a few scriptures. I will paraphrase the rest. Verse 2. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and the Lord made all that he did to prosper in his hands. Hallelujah. And Joseph found a grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house. Hallelujah. Praise the Lord. Joseph was in the fellowship of brothers, real brothers. But this fellowship was wicked. Ilikuwa na uovu, kwa sababu hama ndugu walipanga kummaliza. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. It was not the fellowship that was leading to the kingdom of God. It was the fellowship that was leading to hell. And now he's taken there, he's thrown into, he's sold as a slave. But the Bible says, because of integrity, he stands and integrity defends him. And they see everything in Yanaguza is prospering. Because of what? Integrity. Praise the Lord. Integrity. The Bible is saying that the Lord was with him. If your future and your destiny is pegged on holiness and integrity you have between you and Jehovah Yahweh. Sijui kama mmenipata. Yani hatima yako imekezwa katika msingi wa uadilifu wako kati yako na Mungu Mwenyezi. The Lord will defend you based on your integrity. Hallelujah. Praise the Lord. The Lord will not defend you because you are a so and so, because you are a worshiper, because
He will defend you because of integrity. Hallelujah. Praise the Lord. Then, in that house, amewekwa in a compromising situation, ucherati ndio hiyo enda kunoko, but he stands and says, I fear my Lord. My integrity is accountable unto Jehovah, not unto Potiphar's, but unto the next verse. Verse 9. There is none greater in this house than I. Neither has he kept back anything from me but you, because you are his wife. And how then can I do this wicked thing and sin against God? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. If you go now down there in the same book, but go now verse 21. But the Lord was with Joseph and showed him mercy. Hallelujah. And gave him favor in the sight of the keepers of the prison. Praise the Lord. Integrity. The Bible says, even if you are going through challenges, there's no school fees, things are not working at home, whatever, what will save you out of that situation is your integrity with Jehovah. Your integrity with Jehovah. Your holiness, your righteousness with Jehovah will defend you. Hallelujah. Joseph never knew he would be a prime minister. His desire was to come out of jail. Praise the Lord. Not as prime minister, but just to be free. But because of integrity, the integrity propelled him now to be a prime minister. You may be nobody today. Unaweza kuwa uko hapa tu, hata uko pale, wewe ni mpendwa, unatafuta shati hata ya mbao or whatever. Praise the Lord. Hallelujah. Shati ya mbao pale, ama unatafuta pale longi ya 300, 200. Mimi nikiokoka, acha niwaambie ukweli wa mambo wapendwa. Nikwanga natafuta shati ya white ya shilingi 20 ukikomba. Shati ya mbao ukikomba zilikwanga. Natafuta koti ya 300. Alafu natafuta longi ya 200. Na napiga pasi vizuri. Alafu tunaenda huduma. Hallelujah. Tunachapa evangelism. Ukiniangalia uone hii shati ya mbao. Hallelujah. Yani nimevaa mpaka kiatu ya 600. Sasa ukipiga hesabu kutoka juu mpaka chini ni 1100. Na niko sawa na chapa injili. Hallelujah. But the Lord is looking at the integrity inside you. He's not looking at anything. Anatafuta hiyo utakatifu ndani yako. Na hiyo utakatifu ndiyo itakusimamia huku nje. Ukimaliza shule, wacha nikuambie, utakatifu ndiyo itakusimamisha. Bila utakatifu utaangamia. Utasikia mtu ameingia kwa madawa, mtu ameingia kwa ulevi, ameingia kwa mambo fulani amemshika, lakini ukisimama na utakatifu, ukisimama na uhaki, hiyo ndio ngao yako, na hiyo ngao itakutetea hata mambo yakiwa magumu. Jehova atasimama na aseme hapana, like Joseph. The Bible says the Lord was with Joseph. Ametupa kwa jela, lakini the Lord is with Joseph. Ako kwa nyumba Potiphar as a slave, but the Lord is with Joseph. Ndugu, mimi ningependa hivi, hii ushirika yetu iwe sasa ni ya one purpose. We want to serve the Lord. We want to ensure tunafikia hii JKUAT. Wapendwa wote tunawafikia na tunawakaribisha kwa ushirika huu ambao hatima yake ni mbinguni. Hatima yake ni ufalme wa mbinguni. Na tukifanya hivyo, the Lord is a faithful God. Anajua unahitaji kazi, ukimaliza
anajua unahitaji hii, unahitaji hii, unahitaji hii. He will open doors. Don't focus at the job, focus at God. Hallelujah. Unajua watu wengi wanalenga, nikimaliza naenda kuwa engineer mkubwa, nikimaliza naenda kuwa CEO mkubwa, nikimaliza nikianza kufanya kazi nitakuwa na natokelezea hivi kila mara. Wow. Focus at Jehovah. He will make you great according to his own will. Lakini hiyo ushirika, wacha hiyo ushirika ambayo inatuelekeza wapi? Mbinguni. Bwana wabariki sana. Pole sana overseer, nimechukua muda mwingi. Lakini mnisamehe. First of all, I forgot to apologize because invitation told me I should be here by 4 and I came late. I apologize. Hallelujah. Praise the Lord. Next time I'll come early. Bwana wabariki sana. Karibu sana mwangalizi Bet. Hallelujah. Hallelujah. Haki Hagai. Usiwe fanya makosa tena ualike yani watu wote at the same time. Hallelujah. Make use of them. Hallelujah. Unaona hata akumaliza, mwingine hata alikatisha, So invite one by one every week. Na watu wote watapokea what they deserve. Hallelujah. Lakini sisi wote tumekuja kukula sisi. Tusherekee. Si kuongea. Hallelujah. Maneno ni ya mwenye sasa amealikwa siku ya leo. Si ni kweli? Amen. Let us clap to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Vijana wako kweli? Hallelujah. 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 Si ya vijana. Hallelujah. Hallelujah. Ungekuwa umeshaamuka na useme hallelujah. Hey, it is well, we were right. Mungu wetu, Mungu wa nabii Jehova ameinua viwete, na sasa viwete wanatembea. Hey, it is well, we were right. Mungu wetu, Mungu wa nabii. Amen. Hallelujah. Amen. We have our blessed Deputy Archbishop. Let me welcome them to bless us and then amen. You're welcome so much, Deputy Archbishop. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Thank you so much, Overseer Collins Bet, Overseer Jacob, our powerful overseer from Muranga. Umetoka aje kwa kijiji jameni? That's deep. Kaweru Walter. Asante sana. Thank you for coming all the way. He's an alumni of Muranga University. Tunashukuru Bwana sana. And thank you so much, Senior Pastor Care. Asante sana. Thank you so much, Senior Pastor Kuria. You're also here. Everybody is here. Na wasalimia nyote katika jina la Yesu Kristo. We are just passing by kwa sababu tulisikia kuna a powerful fellowship today ya mandugu. Na ukiona brothers wamekusanyika namna hii, basi unajua ya kwamba revival sasa italipuka. Hallelujah. Ukiona wanaume sasa wamekanyaga mbele, unajua revival ilipatianwa kwa mwanaume, si ndio? Si Adam alikuwa mwanaume, akapewa shamba achunge. Hata wakati mama anakuja anaambiwa no, enda tu usaidie,
hakuambiwa kuja aifanye, asaidie tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona kwa hiki kizazi wanaume walikuwa wamelala. And there are powerful words that the mega prophets of the Lord said recently kwa hii mission ambayo nilipata kuelekea pale Ivory Coast. Nabii wa Mungu aliona vijana wenye walikuwa kwa conference pale Abidjan. Akitoka hivi tu, wakati anatoka, kwa sababu nilikuwa camera person kama huyu sasa, was the camera person. So nikaona wakati nabii wa Mungu anapita hivi, akaona some youths who were there. We had students from the university, I'm forgetting the university, it was in this place called Cocody in Ivory Coast. And they were so zealous. Wameshika ujumbe. Wengi, hata wengine hawakuwa watu ambao wanaendanga kanisani, lakini walikuwa wamekuja kusaidia kuserve hapo kama translators. Maana pale ni French speaking, it's a French speaking country, na hawa walikuwa sasa wanafanya English literature. So kwa hivyo wanaelewa Kiingereza, walikuwa wanasaidia kwa translation. Na wakati nabii wa Mungu aliwaona, akanena maneno ya kiunabii. Mnajua maneno ambayo manabii wa Bwana wananena. Saizi kwa